mienendo ya imani, kwa maana imani si imani. Imani ni character. Amen. So you must develop a character this year of faith. Tufungue kitabu cha waraka wa Yakobo sura ya 2 kuanzia 14. Amina, amina, amina. Tuimini neno la Mwenyezi Mungu. Amina, amina, amina. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amina. Okay. Tunataka tuweze kuangalia mambo ya imani ama the character of faith. Ninakualika siku ya leo ikiwa ni Sunday ya kwanza ya mwaka wa 2026. Haleluya. Amen. Kwa hivyo imani ambayo jambo la kwanza ni kuwa na hakika. Mwenye anayekwambia uamini ako na nguvu. Mwenye anayekuahidi kile wataka katika imani anaweza kupata. Hiyo ndio imani. Imani ni ile nguvu, ni ile value ambayo unampa mwenye hako juu, ako na nguvu za kutekeleza mambo yanayokusumbua ama yanayokushinda. Amen. Dhamana ile ambayo unampa yule mtu. Dhamana. Mtoto anajua ya kwamba akiambia mama yake nasikia njaa, mama ana uwezo wa kutengeneza chakula wakati. Hakuna uwezo, alisema mama nibebe, anajua huyu anaweza kunibeba. Kwa hivyo amuulizi unaweza kunibeba? Ana command, carry me, nibebe. Si ni kweli? Hiyo ndio imani. Ino imani ni kufali, ni kupea dhamana ya kila kitu ambacho unategemea ndio kikuondolee mzigo ambao huwezi ondoa. So tukiwa dhamana, tukiona Mungu akiwa dhamani kubwa, tutakuwa na imani kubwa. Amen. Ukishuku Mungu utakuwa huna imani, utakuwa na imani haba. So imani ni hiyo ondoleo la mashaka inaoweka ndani yako kuinua dhamani ya kile kitu ambacho ama ule mtu ama ile nguvu iko juu yako. Unasema ya kwamba dhamani ya Mungu hawezi kushindwa kuniokoa. Dhamani ya Mungu hawezi kushindwa kunisaidia in my life. Wakati mwingi don't see that power in God, the value of God. Amina. Amen. Wakati mtu anaenda sokoni, mama akipata nyanya zile wananunuanga, kuna zenye huitwa funjika. Funjika mtu ununua kwa maana hana uwezo wa zile za juu. Amen. Amen. Na funjika uko na hakika waweza kula nini? Snakes uko ndani. Maana maybe iliingwa na siafu ilipovunjika. Si kitu ambacho kina dhamana. Lakini kuna ingine unasikia moja tenable. Hiyo kichukua unakuanga na hakika na kula nyanya ambao ni safi kabisa. Tumeelewana? Na hivyo ndio sasa mambo imani inakaa. Ukitia shaka kwa Mwenyezi Mungu una imani haba. Sasa imani yako ni funjika. Lakini ukiamini Mungu imani yako ni kamera. Sina shika. Kuna nguvu mtu unapata kama mtu akipungua bei, watu wanaambiwa weka hadi kando. Kuna mtu ambaye ni master wa kamera. Anaambiwa bwana kwanza chagua. Je, huyo anachukua yenye aina uchafu, haijararuka, aina dosari lolote. Kitu kama naye akienda kuuza, amenunua 200 anaandika 800. Hata hana wasiwasi, customer kuja utanunua tu. Maana value ya hiyo kitu anajua. Lakini yule anachukua zile fagia
Anafagia na zingine hatauza, maana fagia imebeba kila kitu, iko na shetani na pepo na kila kitu ndani yake. Basi tangu alinunua hizo fagia siku moja, akauza zikamshinda. Ameanza kuuza 30, akaanza kuuza shilingi 5 na hazina mnunuzi, maana ni mashaka, kazi ya mashaka. Amen. Yeah. Mnanielewa? Sasa ni mashaka. Sasa unaweza kuvunjika, unafikiria watu watanunua sana. Watu wavunjika, mtu wa kwanza ananunua, wa pili, wa tatu wanasema hauna ingine, anaacha tu. Maana ina dhamana. Ukiona Mungu aliwavunjika, hutawahi kuwa na imani. Lakini ukimwona yeye ni ile nyanya ya kamera, basi utakula vizuri kwake. Amen. Praise the Lord. So mwanzo ni kwamba unampa dhamana yule unayetegemea. Amen. Si ni kweli? Unaelewa dhamani ya yule unategemea. Maana imani lazima kuna kitu unaamini. Na kile unaamini, there is power behind that faith. Yesu anasema amini nawaambieni, si ndio? Because he knows who he is. Hallelujah. Na watu wale ambao waamini, wakati mwingine they fail, wanaanguka kwa mambo mengi sana, kwa maana hawana imani. Okay, hapo tumetoka. Okay, inaitwa foundation ya vunjika na kamera. Zimeshika hiyo? Yes. Haya, tusome neno tusikie. Tusomee mtumishi wa Yakobo 2 tuanzie 14. Inasema hivi. Ndio. Ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumwokoa? Amina. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko anasema, ndugu zangu, inawezekanaje mtu kusema ana imani wala ile imani ina matendo? Itawezaje kuokoa yule mtu imani kama hiyo? Tuelewana? Yes. Naomba siku ya leo upate kuelewa imani ni nini, na upate sasa kujua ya kwamba ndio nijue niko na imani ni wakati nimesimama mahali fulani. Ndio nijue sina imani ni wakati nimesimama mahali fulani, si ndio? Yes. Paulo anasema ya kwamba mtu hawezi kusema nina imani pasipo na matendo. Lakini mtu ambaye anatenda anaweza kusema niko na imani. Mtu ako na imani lazima imchochee asonge mbele. Tunaambiwa tunaenenda kwa imani. Kwa hivyo imani haiko mahali huko. Imani iko pale unaenda. Lazima uende. Imani safari unakamilisha. Inaweza kukamilika within a fraction of a minute. Inaweza kukamilika within 3 days, within 1 year, within many years. Amen. Amen. So hiyo hali ya kuwa na imani ni hali ambayo inazaa, iko na mazao, iko na character ya imani. We must know the character of faith. Amen. Amen. Maana utaamini na una tabia. Mpaka wa tabia mtu anaamini. Paulo amesema tabia ya imani ni matendo. Kuna wazee wanne walikuwa wamefungiwa nje ya mji kwa maana walikuwa walemavu. Amen. Amen. Na kulikuwa na vita. Lakini wakaambiana, tukikaa hapa tumekaa, we can die. Tukienda we can die. Lakini better we die on the way walking. Amen.
Wanasema heri tufe tukitembea, wale walikuwa na ukoma. Praise the Lord. Amen. Sasa ile imani walikuwa nayo ni imani ya safari. Imani yao ilikuwa imekaa mahali pamoja. Imani yao ilikuwa na miguu ya kutembea. So waliamini ya kwamba let us go, tuende kambini kule watu wengine wapo tukaona. Amen. Amen. Amesema Mr. Paul, imani ambayo haina matendo, kitabu cha waraka wa Yakobo, ya kwamba imani haina matendo imekufa. It is dead. Na ndio maana unaona ya kwamba watu wengi katika kanisa hawaoni Mungu. They doubt God every time. Kwa maana hawana character of faith. Inabidi wainuliwe vitambaa, maji, ndio waweze kuamini Mungu. Na wakati ambao tuliambiwa kuinuliwa kitu unaona macho, imani imekishia hapo. Imani ni ya bila kuona. Imani inaweza kubalia utende mambo yanakuudhi. Amen. Amen. Inaweza kubalia kufungua mlango uende kwa njia ambayo kufurahishi, na ikiwa ni imani. Amen. Amen. Lazima tuwe na karakta katika imani. Amen. Amen. Paulo amesema ya kwamba ningependa niwaambieni, ama Yakobo, ningependa niwaambieni, mtu yeyote ambaye anatembea akisema niko na imani, lazima ile imani ionekane kwa matendo. Kuna mambo mengine pia Mungu hutuambia. Alituambia walk by faith. Lakini yeye anatuambia not just walking. There must be deeds. Lazima kuonekane na matendo. Si kutembea tu. Watu wengi wametambua kuona. Ndio maana ukiona maji ya yule mkora pasta anauza, unanunua. Because you have got no faith in God. Mungu aliambiwa Mungu ni roho. Mungu aonekanangi, utamuona kwa imani. Amen. Na ile imani tumeambiwa ni dhamana. Ukiona dhamana ya Mungu, yule mwizi wa msalabani. Amen. Amen. Wakati walifungwa pamoja na Yesu Kristo, akaona dhamani ya Yesu, akainua imani na akamwambia, najua wewe ni Mungu, ukifika kule juu usinisahau. Amen. Amen. Akatambua ni nani aliye karibu naye hapa. Wakati mwingi watu watambui ni nani aitwaye Mungu. Ndio maana wananunua mafuta ya anointing oil. Ndio maana they buy handkerchiefs. Lakini ukiamini Mungu na aone huyu mtu amenitambua. Amen. Alipomwamini hapo nyamaza, alimuongelesha, akamwambia because you are God, ukifika kule juu paradiso usinisahau. Yesu akamwambia nami usiku wa leo tutakuwa nawe paradiso. Amen. Hata hakuomba, aliinua imani, akaona maana ya mwenye kando yake. Amen. Hata kama Yesu ako kwa shida, hata Yesu akiwa amelala, ona dhamani yake. Amen. Hiyo ndio imani. Amen. 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 Bwana asifiwe. Amen. Hata Yesu akiwa na njaa, yes, muone chakula. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Hata kama Yesu anakula mihani kwa sababu ya njaa, unasikia akisema sijakula, mwambie nipe chakula. Amen. Amen. Maana kwako haikosi. Maana njaa ya Yesu si njaa. Ni kazi ya Mungu. Kwa hiyo lazima nijue hata akiwa na njaa, mimi siwezi kuwa na njaa. Amen.
Amen. Mtoto wako Faith, maana anapenda kukuambia nataka chakula mama. Anakuuliza kama umekula wewe? Hawezi kukuuliza. Hata mama kuna pesa, hawezi kukuuliza hivyo. Anakuambia mama, nasikia njaa. Maana anajua kama maana yako. Wewe ni mama yake. Utampea chakula akule. Ana wakati wa kuchunguza kama umekula ama hujakula. Kuna pesa. Hata usipokula wewe mpe chakula. Amen. Amen. Anajua ninayo akuuliza nini? Chakula. Amen. Amen. Lakini tuakana na Mungu ni kama ni walika letu. Naenda kubahatisha. Kwa nani? Hiyo ni imani na matendo. Kweli. The character of faith. Lazima uondoe doubt. Amen. Lazima hata usiangalie udhaifu wa yule wategemea. Yes. Hata kama jana hakutenda, nitaenda leo nimwambie nimekuja tena. Yes. Hata kama hata leo, kesho nitaamka na yeye. Walk by faith. Amen. Watu wengi waendea Mungu siku moja tu, anamwambia Bwana fungua njia. Kuna kauka vizuri sana. Naambia nawe tumeachana hivyo hivyo. Naye Yesu anangojea. Mtoto akiomba chakula vile nimekwambia, hata kama hauna, atashinda karibu na wewe. Mama, nasikia njaa. Ngojea. Hasikii ngojea ni kusema nini? Nasikia njaa. Akiona utoi chakula anaanza kulia. Na akilia utahangaika. Kweli. Heli uibe ama umuombe. Kwa maana amekuwa tambas. Lakini kanisa alisumbua na Mungu zaidi ya mara moja. Watu wanaambia Mungu, Baba, nimeomba, na sasa unakimbia kutafuta kile umeomba. Amina. Amen. Mungu anataka aone the character of faith. Amen. Ni mtu ambaye anasisitiza. Amen. Amen. Character ya faith. Jamani, kusisitiza, persistence. Ya kwamba ile imani haitakatika. Hana alienda akaomba mwana. Akaomba mara ya kwanza, mara ya pili, anaenda milimani, anafunga wapi? Amina. Lakini ile mama hakukata tamaa. Aliendelea na karakta ya imani. Amerudi tena. Elijah ako na imani. Kunaenda kunyesha saa hizi. Yes. Anaambia yes, go and check. Anamwambia hakuna dalili, kuna jua. Anamwambia umedanganya, enda tena. Mara ya kwanza atatu anamwambia hata usichoke mpaka mara 7. Amina. Amen. Yule Mungu ambaye mara ya kwanza akuonyesha dalili ndiye alikuwa na mvua ya mara ya 7. Amen. Amen. Wakati mwingi tunaenda Mungu mara moja. Then you say nimechoka. Ukichoka, kuna wakora kama kanyari anakungojea, watu wamechoka. Anakuandalia maji, anakuambia maji haya tegemea. Imani haina uoga. Imani usisitiza. Point number 1. Number 2, imani haina uoga. Amen. Abrahamu alikuwa baba wa imani. Kwa nini? Maana faith yake ilijaribiwa. Mungu alimwambia Abrahamu, chukua Isaac ambaye amempea hivi karibuni mtoto mmoja tu. Akamwambia nataka uende uchinje. Imani haitaki uoga. Imani character moja ni kuwa courage. Amen. You must be courageous. Na wakati wa leo kanisa ina courage. Ndio maana wakora kama akina Manyuru wanawapea stickers. Amen. Kwa maana wewe hauna courage. Au ujiamini, yani hata wewe uamini Mungu. Hauwezi kusimama kama wewe ukasema Mungu nitakuona. Utaki kumuona. Unataka aonekane, nao sidani ameandaa mawakala wake. Anakuambia shida yako nyota imeibiwa.
Mungu hakai nyota, anakaa katika imani. Amen. Na imani naambiwa amini pasipo kuona. Kama sitaona basi sistahili kuguza. Amen. Amen. Ama atuelewi. Kile akionekani, it is untouchable. Amen. Amen. Mungu haonekana na macho. Mungu anaonekana katika imani. Amen. Na imani haina mikono. Amen. Imani haina mwili atiunguze. Imani ni upepo. Because you believe thou see. Amen. Kwa hiyo kama utaamini bila kuona hali, lazima uwe courageous. Amen. Si ni kweli? Yes. Unaamini bila kuona. Unaambiwa sasa, Mungu alituambia aminini bila kuona, tembeeni bila kuona. Maana ukitaka kuona umeondoa imani. We walk by faith, not by sight. And then the Lord is saying today, we must develop characters of faith. Amen. In the journey 2026. Ili upate kile wataka, you must be courageous. Wow. Hello. Amen. Danieli waliambiwa wale chakula cha mfalme na wenzake. Lakini akasema katika imani, tupe chakula kidhaifu. Na wako wamoja miaka mitatu, tupatie 10 days. That is character of faith. Amen. Courage. Anaambia yule mbwana Dario, ni kwamba yeye anatenda hiyo mambo na sio yeye. Alimwambia kama yeye anafanya hiyo mambo ya happen. Anamwambia wewe tupe siku 10. Na unaambia mfalme. Na ukidoubt, because if you doubt, itatendeka. Kweli. Utahangiwa, utakuwa hanged. Si utasulubiwa? Maana huwezi danganya mfalme. Na wakasema kuna watu wale wa kule kwa Yuda, uzao wa Yuda, wamesema hawatakula chakula chako, lakini siku 10 itakuwa na nguvu nyingi zaidi. Nini inafanyia inachangia Danieli aongee hayo? Jambo la kwanza, ameshajua dhamana ya yule ambaye anamsaidia. Na nenda with the courage, maana anafanya Mungu. Anasema tutakula maboga, lakini baada ya siku 10 tuangaliwe. Hallelujah. Amen. Na hapo ndio wale wachungaji ambao wajielewi wanaambia kanisa Danieli walifunga. Kula mboga, waweza kula mboga na ushibe kabisa. Yategemea kipimo. Ukisufuria ya mboga imejaa ukule yote, si umeshiba? So baada ya kufunga pale, wewe maji kama sawa na kuambia Danieli walikuwa wanafunga. Huyo ni mtu ambaye ni mvivu. Hataki kukosa chakula. Lazima mtu akifunga akose chakula na kinywaji. Amen. Amen. Hiyo kuambia ati kunywanga maji, hakuna mahali umeambiwa kunywanga maji. Tunaambiwa Yesu alitoka nyikani siku 40 bila kunywa na kula. Tunaambiwa watu wa Ninawi walikaa siku 3 bila kula na kunywa. So hii ya wachungaji wa leo, watu wanafunga na wanakunywa na kula, hiyo sio kufunga. Kama unafunga hivyo ndio funga, anza. Amen. Amen. Mtu anayefunga anakunywa maji ati tukunywange kachai. Nyumba ya maombi ya kufunga haitaki harufu ya sukari hapo ndani. Na kahawa. Ndio ndio uzembe, na mtu aliye haoni Mungu atafunga na Mungu ataonekana. Kwa maana hajafunga. Mbona ufunge tumbo itenganishwe na harufu ya chakula kabisa? Itenganishwe na eneo ya chakula kabisa. Unajua unaona chai la kunywa chai. Chai waweza kaa miaka 3 bila kula kitu kingine na uishi uhai. Maana sukari ni chakula. Maziwa ni chakula. Vikombe 2 asubuhi, 2 saa 2 jioni. Utaamuka utakufa. Hautakonda. Amen. Ingawa somebody chakula ni anasema chakula ni nini? Ni sembe. Hapana.
Hata chai ni chakula. Kwa hiyo wakati unafunga unasema unakunywa chai, wewe hujafunga, unakula. Amen. Amen. Na wacha kujitesa, kula shiba. Na wewe Mungu akupatie neema ya kufunga, maana kufunga ni kufunga kila kitu. Kufunga ni kufunga mdomo na tumbo. Uwezi kwa mfungo na unakunywa maji, haujafunga. Umefunga ugali kufungulia chai. Sio unafunga kitu. Wazee wajinga walisema niko siku ya 7. Siku ya 7 akiwa nani? Mwambie hata 3 bila kunywa kitu. Wana siku ya 2 akifungua kwa siri. Kufunga ni kutrain your body. Mpaka utrain your body kabisa. Na kama uwezi waachana na kujisumbua. Amen. Amen. Kwa hiyo Danieli alikuwa courageous. Akasema Mungu wetu atatupea afya hata kupitia hiyo barabara. Amen. Amen. Wachungaji wanataka toroni siku 40 kwa Kora. Niko toroni kwa siku 40. Niko siku ya 8. Hebu ambia mtu wewe. Amen. Amen. Kufunga Biblia si kwa kula cha kunywa, ni kufunga pasipo na kunywa kitu na kula kitu. Amen. 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 Bwana asifiwe. Yeah. Ndio maana Yesu anasema ya kwamba mtu akifunga apake mdomo mafuta, maana anajua mdomo atakauka. Lakini anakula glucose, atakauka mdomo. Bisho na tumbo yake analamba glucose kwa nyumba kufunga. Anasema ika kingine hapa. Sasa wale mtu aina gani? Kufunga lazima to avoid everything. Amen. Tumeelewana tu Bwana? Yes. Na kimaliza imekuwa wiki. Kwa maana wale ufunga wanafunga kila wakati. But nothing happens. Kila wiki unasikia siku langi Thursday na Friday na Saturday. Akulani na anakunywa maziwa, anakula asali, anakula juisi ya maembe. Amenunua afya, mango afya, ameenda nao kwa maombi. Hiyo uji ya maembe, si hiyo ni chakula? Wewe ni mtu mgonjwa wa akili. Lazima niwaambie ukweli wa maana Mungu hataki mizaa. Kama ni kufunga, train yourself. Amen. Amen. Hiyo watu wengi wanashindangwa. Sasa mtu anawezaje kukosa kula kitu chochote? Mjenga aliniambia akaenda kufunga kanisa ili alitokanga walikuwa wamebeba asali. Unajua asali, hakuna kitu ambacho kinasimisha kama asali. Siona alikuwa anakula asali. Alikufa. Kama ni chakula, alikuwa anachota kwanza vijiko bila asali, utakula kesho kutwa. Asali vile nzito hivyo, hata unamwanga mavijiko kama hayo ukifunga. Uko pale ukichota asali. Unakula, unalamba asali. Kina wa Sauli walikuwa wamefunga. Akalamba nini? Asali. Ama bishop wenu anakaa hivyo. Alifungua kwa siri. Na wakashindwa vita. Praise the Lord. Maana ameona asali na tumbo yake akasema hizi mwanga nikiona. Watu wakifunga yeye ako kule. Akaona imeminika. Akaikula. Wakati amekula vita wakashindwa. Sasa bishop mwenye ufunga na asali asomangi Biblia pande hiyo ama asomanga pande gani? Hiyo asali mnakula nyinyi bishop ndio ilifanya wao washindwe. Amen. Ya Biblia wanaisoma mahali na wapepa. Ikiwa Biblia wanasema sikuzi hapo zitafundisha. Hallelujah. Amen. Msifu Yesu Kristo. Amina. 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 Endelea hapo chini tusikie. Character of faith. Tumesema ni ngapi kwanza kufikia hapo before tuendelee? Nijue kama tutatembea na nyinyi. 1,
Persistence ni kusema ya kwamba hata kama leo Mungu sijamuona, lazima imani yangu niibebe, sitaiweka chini. Maana tumeambiwa ni njani, walk by faith. So if I'm walking na leo sijafika mahali imani ipo, I continue walking. Amen. Hadi nifike maeneo ya Amen. Amen. Kanisa, wale viongozi wameepesha wale waumini kujua Mungu. Ukitaka ufunge, funga bila chakula na maji. Kama huwezi kula na kufunga wajana, kwa maana huwezi. Hakuna huruma ya kusema ati afunge na maji, afunge na nini. Haleluya. Amen. Kuna siku moja tulienda kufunga mlimani, na sasa kulikuwa na mwanamke alikuwa mjamzito. Sasa yule mkuu wa mlima akamuuliza, sasa utakuwaje, utafunga aje na uko na ujauzito? Si wewe lazima utumie maji. Akamwambia siwezi tumia. Siwezi. Aliye ndani yangu Mungu anajua. Na hata kama kitu mtoto atakuwa sawa tu. Na hapo kunywa kitu 3 days. Azikaisha. Ayabebana hivi huko. Na alifunga na akamaliza. Na akawa na nguvu kuliko wale ambao hawana shida. Do you know, sometimes we think, unafikirianga ati sasa akili ya mwanadamu itakusaidia. Kusaidia akiwa nani? Wale waumia ni wale ambao wanafunga na dhambi. Amen. Amen. Umeenda ukawa mtu mlimani, utakuwa mbele yake. Because you are there. Na kamata yeye. Ikitoka hii mlima hawe ameisha. Hiyo si kufunga, ni ujinga. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Handui apigwi na kukemewa na kulaaniwa. Handui anapigwa na utakatifu. Amen. Amen. Because hivi ukipendeza Mungu anakuwa jemedali wa vita zako. Amen. Amen. Aliambia wana wa Israeli, msipigane, nyinyi mniabudu, shangilieni muone ushindi wangu. Na tuliona jinsi Mungu akipigana na sisi bila kuomba. Kama kupigana. Tunamwinua watu wanapigana. Hata sisi tuko na ushuhuda watu wa Yerusalemu. Amen. Amen. The Lord was fighting alone. Anapigana bila sisi kuhusika. Anaweka nati. Anaweka gauge whereby we are not used. Atutumiki pale. Si tunaimba tu. Tunaimba na shangilia, lakini Yesu anafanya kazi peke yake. Na tunajua kwamba kweli vita ni vyake. Amen. 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 Na nataka tujifundishe hivyo. Let the Lord fight for you. Amen. Don't fight for him. Unaposema toka, you are fighting for God. But if he can fight for himself, atafanya kila kitu yeye mwenyewe. Amen. Tujifundishe Mungu apiganaje. Maana vita si vyetu, vita vya nani? Vya Bwana. The character of faith. Tumeambiwa Bwana ni kuwa na persistence ama kusisitiza. Number 2, courage. Lazima tuwe na courage. Amen. Ujasiri. Amina. Ukiwa ujasiri, ile imani iko very strong. Yesu asema ya kwamba ni watu wa imani haba, ni wakati watu wana ujasiri. Amina. Amen. Ndio. So lazima ujenge imani yako iwe very strong. Maana anasema ya kwamba imani ile si strong, anasema ni imani haba. Na ikiwa haba haiwezi kuleta matokeo. Amen. So lazima tujenge imani by character. Amen. What is surrounding your faith? There must be courage. There must be persistence. Amen. Na pia kuna point nyingine ambao lazima ujue dhamani. Amen. Amen. Dhamani ya nguvu itakao kusaidia imani yako kufanya kazi. Maana imani lazima kuwe na nguvu mahali. Watu wa
Kakamega upiganisha bulls. Bull fighting, inakuwa na bull fighters. Hii kijiji utafuta ile ng'ombe iko na vita sana kuliko zingine. So wanaendanga na courage. Wanasema hii bull yetu, hizi bull iko na vita mingi sana. So wakienda kwa kiwanja wanaachilia, wengine wanaachilia. Walileta hiyo wakiwa na nini? Na courage. Na wakajua ya kwamba vile wamefundisha, wanajua hii iko na nguvu, wanatambua hiyo yao itapigana. Lazima wewe unajua ya kwamba tuko vitani vya Mungu na shetani. Amen. Amen. Na shetani akija na malaika zake na mapepo yake, nawe unainua Mungu wako na imani. Maana Mungu anataka imani. Shetani ana mapepo. Praise the Lord. Amen. Nawe tuko na roho wa Mungu. Amen. Hallelujah. Amen. So those demons na roho kwa juu kuliko nini? Kuliko demons. And then you say, because I'm filled with the Spirit of God, I can't fear anything. Amen. Siogopa kitu. Mungu akusaidie mwaka uwe na courage. Uwe courageous. Amen. 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 Mungu akusaidie this year uwe na roho ya kufasist. Amen. Kusisitiza. Amen. Hiki ni changu na siachi. Amen. And then you come out with it. Pale naingia na stoki. Na unaingia unakaa. Hata kama huko umeingia umepata hawakulangi, kaa kama wao. Amen. Sema I am here. Yes. Hata kama hawakulangi nitakula. Amen. Amen. Imani upindua maeneo. Amen. Amen. Yeah, faith makes change. Lakini kama uko courageous, there will be no change. Abrahamu akaambiwa enda, na pia ya imani ujaribiwa. Hiyo ni kata nyingine ya imani. Write it. Faith is tested. Lazima imani yako ijaribiwe na Mwenyezi Mungu. So si imani tu, lazima ajaribu ile imani. Amen. Amen. Kuna watu saa hii wako maeneo ya kujaribiwa imani, na wewe ukimbilia elia hiyo. Hiyo sio rahisi. Kuambiwa aenda ukoe mtoto wako uchinje upewe Mungu. Unamwambia siendi, wewe si Mungu. Hiyo pepo inaongea na mimi. You are not God. Na unaanza kuomba angeni si. Unaita Mungu mwingine mwenye hakuna, upige yule ako. Baba kama vile uishivyo. Hiyo pepo ilitembelea na ikataa. Na si pepo, ni Mungu alikutembelea. Ni kwamba aliongea kitu kizito kwa maisha yako ambacho ulisaidi uinue imani. Amen. Amen. Anaambia Abraham, I am your God. Take that boy, go and sacrifice him for me. Si rahisi. Haikuwa rahisi hiyo. Amen. Ama namna gani jameni? Haikuwa rahisi. Kweli. Wasa hiyo sio rahisi. Atuambie chukua mwanao kachinjie Mungu. Ni mmoja. Niko very sure. Jambo la kwanza huyo si Mungu. Ondoka Mungu kuja uongee. Huyo hajaongea si Mungu. And you know very well, Abraham aliambiwa hivyo. Na hata leo hatujaamini bado. Nasema ni story. Ajaiba kwa wazee hapa Mungu aseme hivyo. Ndio utajua Abraham hawamjui. Atamwambia sitambui Abraham. Haya, naamini Abraham aliambiwa na Mungu. Ana naamini. Mimi naamini maandiko. Si mnaamini? Naye anaweza kuondoka apeleke. Mikono imeenda chini yote. Praise the Lord. Endelea Joshua, Mungu ameniambia Joshua anaenda mahali tunaenda kuchinja. Chinjie Mungu. Niambia ndio imeisha. Tutoka hizo kuwao. Mungu gani huyo? Nimwambie soma hapa mwanzo. Abraham aliambiwa hivyo kwa nimeambiwa. Siwezi kubali. Mwambie huyu aniambie niweke singine cha tabia. Umeshakuwa Illuminati wewe. Mungu kumbe naye pia
Wakati ule alifanya kazi kama hizo. Anamwambia go and sacrifice your son for me. Amen. Mungu anasema alitoa mwana wa pekee auawe. Na huyo alikuwa ya ukweli. Yesu si ati hakukufa, cha ukweli. Alafu leo akwambia lea, chukua jana wako sasa upeleke aende auawe kwa sababu ya dhambi za kiambio. Unamwambia tama kiambio. Na baada ya kuna dhambi, kama ni mtoto wangu sitakubali. Unapata ile imani inatika because we don't believe what others did, we can do that the same. Imani ujaribiwa. Amen. Na wewe unajaribiwa unaona mambo hayaendi. And then you say, Mungu mimi ni kama alinichukia. Sasa hiyo matembea pamoja. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Ati anaambia shetani, enda kwa Ayubu fanya vile wataka lakini usiguze moyo wake. Ayubu mpaka akafikia mahali akalani siku alizaliwa. Maana ameona zungumukuti. Mambo yameharibika, anashinda niende wapi? Amen. Faith is tested. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Amina. Amina. Maybe you are here, umeomba kitu miaka mingi haijaonekana, unasema jamani, is God alive? Yes, he's alive. Did he forget me? No. He remembers you every time. Will he come? Yes, he will come. All your faith. Amen. Amen. Tushike imani kwa mikono miwili. Alafu you walk by faith. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ni character of faith. Okay, ile character lazima ishikiliwe na matendo. Maana bila matendo the character cannot work. You can't persist. Unasema ninaomba Mungu afungue njia. Nimeomba kuanzia Monday mpaka Sunday, si makosa. Nimeomba mwezi mzima, si makosa. Lakini lazima kuwe na matendo ya kushikilia ile imani ifanye kazi. Praise the Lord. Ndio tuelewe, because saa zingine watu wanasema niliamini lakini si kuona. Niliamini kabisa, hukuamini, uliwaza kuamini. Uliwaza, umeamini, hujaamini. Kwa maana lazima ile imani iambatane na matendo. Amen. Wokovu ni kama shamba. Shamba imepandwa mimea mingi. Haleluya. Amen. Na ile mimea lazima ipaliliwe. Huwezi kulima shamba 500 useme nilikuwa kulima shamba. Zingine zitaharibiwa na magugu. So lazima ujue imani na wokovu ni kama shamba. Amen. Kusema ya kwamba I believe, I have faith in God. Lazima pia mambo ya Mungu nayo pande yako yawe sawa. Matendo yako yawe sawa. Kuna watu wameokoka, wanaamini Mungu, persist, wanaomba kabisa, lakini wana hasira. Lazima uondoe hasira ili uweke inaitwa nini? Uweke ile nguzo la imani. Amen. Amen. Mtu ambaye ni roho safi. Amen. Ili amuone Mungu. Yes. Ile imani inatengenezwa na matendo. Amen. Unakuwa na moyo safi. Amina. Amen. Anaweza kuomba sana mke wangu, aombe kabisa, lakini kuomba kwake kila siku unitusi. Hiyo maombi haiwezi enda. Hiyo ni kupigia mbuzi gitaa. Niambia watu wengine juzi nikawaambia, unaona ukitenda dhambi, Mungu anakuwa kama mlemavu. Unamkalisha kwa wheelchair, unamwambia amuka. Shika hii mzigo, na za hiyo ni mlemavu, hata mikono ikaa hivi. Mungu shika hapa, haizi shika. Dhambi ulemaza Mungu. Matendo mema uimarisha Mungu sawa sawa. Kwa hiyo you are doing good things. Amen. But if you are not doing good things, you are weakening the spirit. Amen. 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 Maana Mungu ni position. Position yake ni mahali ambapo kuna utakatifu, mahali ambapo kuna usafi wa maneno na matendo. Lakini kama kumejaa vita, God cannot work. Amen. Tunaona tu Bwana.
Usikubali kusababisha Mungu awe alemaye au ya upande wako hakuna Mungu. Unajua mtu ambaye ako na mlemavu na kumetokea vita hawezi kusaidiwa na mlemavu, itabidi akimbia mmoja. Hapa si kweli? Kama una imani, vita ikiinuka utakimbia wache Mungu. Maana saa hiyo ana nguvu, umemweka hivi na ukamkalishia wheelchair. You can wake up there. Lakini wakati you are doing good things, God is working 100%. Amen. Wakati moyo ni msafi, Mungu anafanya kazi 100%. Amen. Amen. Hivyo ukiwa courageous, lazima uangalie matendo yako ina gani. Kuna watu pia wako na imani ya kufikiria mawazo, wanapitia maombi, lakini wamejawa na wivu. Amen. Amen. Sasa ule wivu unafanya ile imani ilegee, iwe haba, imani haba. Mtu ambaye ako na wivu hawezi akamwona Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Maana tunapenda kufundisha, tunasema inua imani, inua imani, inua imani. Naona ukienda wapi? Hauendi na hasira. Hauwezi kwenda ukiwa na wivu. Lazima vitu hivyo usiondoe kabisa. Amen. 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 Wamama, umeolewa na unaambia mzee, mimi si wa kwenu, kila mtu akona kwao. Alafu unaomba. Wacha kuomba, enda disco baada ya kusema hivyo. Don't go to the church. Maana mufai, sasa Mungu amelemaa, hawezi fanya kazi. Ukiambia mume mimi sikutambui, God will not work for you. Amen. Amen. Yule ambaye ni wa dunia na wewe mnapanana, the time umeinua mdomo kama kasuku, umeshasema mimi sitaki kwenda mbinguni na sitaki Mungu wala anitende matendo yake. Amen. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. 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 There must be, lazima tujue kwa Mungu na protocol, na mtu hawezi vunja aone Mungu. Matendo ya imani, tumeambiwa character imani hujengwa na matendo. Amen. Waweza kuwa na bidii, lakini bidii ya uvumbavu. Hello. Amen. Maombi haiwezi kusaidia chochote wanadamu. Maombi husaidia nini? Husaidia mtu ambaye ako na character of God. Amen. Amen. Mtu ambaye ako na upendo. Hauwezi kuomba Mungu nisaidie Bwana imani ifanye kazi, na pale unachukia ndugu yako. Haiwezekani. We must work hard. Amen. Towards the will of God. Amen. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kila mtu lazima aangalie pande yake. Ninatembea namna gani? Amen. Amen. Imani bila matendo imekufa. Amen. Endelea mtumishi, alimalizika. Ikiwa ndugu mwanamume au ndugu mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki, na mmoja wenu akawaambia, nendeni zenu kwa amani, mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya kimwili, yafaa nini? Amen. Tunaulizwa, ukiona mtu ni muhitaji na uzuilie huruma, yaani hauna huruma, imani yako inafaa nini sasa? Amen. Hawezi sema ya kwamba uko na imani lakini mwenzako akiwa na shida, wewe unaunga huruma. Na watu wengi wako hivyo, hawananga huruma na wameoka kabisa. Wanaomba kabisa lakini hawananga huruma. Wanajipenda wenyewe, wapendi watu wale wengine. Amen. Amen. Ukijipata hapo, wewe elewa ya kwamba mbinguni kwa Mungu amekaribiana na Mwenyezi Mungu. Watu
waombewe haraka haraka, milango ifunguke, lakini tabia zao, matendo yao ni kinyume cha Mwenyezi Mungu. Hapa church wasikia tunamhitaji. Kuna mtu ako na shida, tumsaidie. Wewe unaepa, unajifanya uoni, asaidiwe na wale wengine. Baada ya hapo na disco, mbinguni hauna sehemu ya kukanyaga, kwa maana Mungu hapendi mambo kama hayo. Lazima uhusike, wengine wasaidiwe. Amen. Amen. We must be together to help others. Amen. Hallelujah. Amen. Imeanza sasa kuwaondokea. Sawa. Mlikuwa na imani imeanza kuwaondokea sasa. Sawa. Amen. Amen. Lazima Mungu aangalie. Kwa hiyo wakati tunamwambia baba, analisema character. Courage anapima hiyo, anaona ifika wapi. Character iko sawa, weka hapa. Persistence. Ameomba miezi 3 mfululizo. Weka hapa ako sawa. Sawa, mambo ya character ako sawa, haya tuingie matendo, actions. Aletewa ukiteta. Matendo. Anauliza sasa hii character na hiyo matendo asipelekane. Kisha weka stop. Amen. Amen. Referee akiwa na timu ya mpira hawezi kuchagua mtu ambaye alifunga bao 3 mfululizo akawashikie goli. Si kweli? Hawezi kuwa goalkeeper. Atasema huyo akae huko. Atatrain mwingine. Maana huyu ni mtu, mpira ukipigwa anafanya hivi, inapitia huko. Anaundaka, lakini anataka upepo huku, mpira umepita. Lazima imani yetu iwe kamilifu. Amen. Iwe kamilifu kabisa. Matendo ya imani lazima yaonekane. Amen. Na hizo ndizo vitu ambavyo tunatuambia walk by faith this year. So fanyia imani yako kazi. Ukiona kuna maana siwezi pita leo, ambia Bwana, Baba, wivu niko nayo. Siwezi kuwa na imani. Ondoa wivu, imani ipite. Amen. Maana imezaliwa na wivu ulionao. Amen. Amen. Wengine mashindano, matendo ya mashindano, kushindana. Wataka ukae kama huyu. Amen. Amen. Tamaa. Ukiwa na hiyo umeshaambia imani, simama. Sasa ni uombee tamaa iondoke, imani ipite. Maana imani safari na usimamishwe na matendo mabaya. Hallelujah. Amen. Mwanielewa lakini? Yes. Tuache kuambia na mapasta inua imani, unainua kwa nini? Ni nini? Imani kikapo. Imani ni kama spirit. Amen. Ni position fulani ambayo mtu akiingia pale anapita bila kupingwa. Amen. Amina. Amen. Watu wale wengi leo wanakosa kuona mambo ya imani, ni kwamba wanadoubt Mungu. You doubt God. Kwanza ukicheleweshwa wewe kwisha. Amina. We must believe God even in the time of, wakati ambao kuna lateness. Kuna delays. He has not come. God is too late. I am going to go. I'm going to leave him away. Amekuwa late. Nilikuwa nataka asubuhi, ameingia sana, nimefika hajakuja, unasema ninaenda mimi. Ukienda anatokea. Anasema I was coming here but they are not here. Then he goes and finds another one who will wait for him. Amen. Amen. Tunaelewana watu wa Bwana? Yes. Lazima tukae maeneo ya imani. Imani. Tumeambiwa kuna kutoka hapo kwa eneo. Na tukiwa hapo lazima tabia ziwe nzuri kabisa. Amen. We can't say we have faith in God na tuko na wivu. Amen. Pia kuna kwa na hatred. Watu wameokoka.
You hate somebody and you are saved. Amen. Amen. So unapata ya kwamba maombi yako ni kelele, ni kelele. Bwana asifiwe. Amen. Kama wakipiga sauti kama hizo wakiombea watu, lakini ni wapi? Maombi haiwezi fanya kitu kazi. Mtu ajue Mungu. Mjue Mungu ili uwe na amani. So amani si hizo makelele. Amen. Even if we shout like what? We can't challenge God by high voices. We challenge him by good deeds. Amen. Amen. Matendo ya imani lazima tuangalie our character and our deeds. Amen. Actions. Wazungu wasema actions speak louder than words. Na kama hatuwezi kuangalia our actions, tutakanga tu kusema tuko kanisani, tuko kwa imani ambayo tuko, lakini we are doing nothing there. Kweli. Maana tumejifungia kwa sababu ya wivu, fitina, mambo ya kukasirika ovyo ovyo. Amen. Mtu akiokoka hakuna room ya hasira. Amen. 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 Ukipana na hiyo ujue hujaokoka, tafuta wokovu upate. Na uanze safari kutembea. Amen. Amen. Anawaambia kwa tuambia usijiokoe. Let God save you. Amen. Amen. We must make sure katika imani kuna tendo ya obedience. Amen. Lazima tuwe na obedience. Amen. Mtu ambaye ana obedience kwa Mwenyezi Mungu, ile imani iwezi fanya kazi. Manual reaction. Na Mungu anataka ya kwamba obey God. Mtiini Mungu, pigeni shetani, naye atawakimbia. Kwa maana mmetii Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Mtiini Mungu, pigeni shetani, atawakimbia. Lakini hamwezi kumuona Mungu wakati ammutii Mungu. We must obey the Lord. Amen. Unajua dhambi sio ile watu wanajua kwa kuona macho. Dhambi zile ziko sirini. Bwana asifiwe. Amen. Tumeelewana? Yes. Wazee, hamwezi ona Mungu mkiwa na namba za wanawake na huko nje na mumeoa. Hamwezi ona Mungu. Mtakaa mtafuta na hata patikana. Lazima uaminifu katika ndoa. Amen. Amen. Maana tupoambia utakuwa kusema hii imani haifanyi kazi. Na hapa hakunanga ujanja. Hapa ni kufuata barabara sawa sawa, unyo unyo. Amen. Amen. Au wewe kivicho uko mzizi ati ukae hapa? Hutaweza. Hata kama hatujui. Utaisha. Maana you are joking with fire. Unacheza na moto. Amen. Hapo ni hatari kabisa. Maana ndio maana hamna maji ya kupeana ama vitambaa. Tunapeana Mungu na Mungu si mtoto. Amen. Amen. We are giving God here. Ama si mali wa dhambi ufiche, ufikirie utasurvive. Mtae. Utakufa roho kabisa. Utamalizia kama wazimu. Maana God is never mocked. Amen. Amen. Sasa wanawaambia ndio kila mtu ajue kila kitu. Ni nini nazuia imani yangu? Ni matendo haya. Ni hasira, ni fitina, ni wivu, ni hatred, ni uzinzi. Then you stop it. Ili uone Mungu. Amen. 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 Bwana asifiwe. Amen. Watu wa kanisani wafichiwe dhambi, ifunikiwe. Waseme service ilikuwa nzuri. Kumbe si service ilikuwa nzuri, dhambi ilikuwa nzuri, si service. Dhambi ilikuwa nzuri maana ikifichiliwa. Amen. Amen. Ndio kusema service ilikuwa ngumu, sikuelewa vizuri. Hapo at least Mungu atafurahia. Ajua alikuja vizuri. Usikia ndio akisema ni mangumu, nani aweza
Nani awezaye kuyatenda? Hapo ndio Mungu anaongea. Hapo Yesu anangeuka, mwanungunika mioyoni mwenu. Amengonga ile ndoka tuliu kabisa. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Amengonga kabisa. Sasa mpaka unapata kuna maswali mengi. Yesu akiongea lazima watu waanze kusikia mioyo na lengezwa pole pole. Anasema natafuta watu watemekao wasikia hapo neno langu. Kama neno tutemesha si ya mzaa. So tunawaambianga ya kwamba katika nyumba hii hakuna mwenye hii kanisa. Mwenye kanisa ni Mungu. Hii si ile mzaka ya nani ama ya musiri ama ya nani. Hii ni ya Mungu mwenyewe. Mimi kazi yangu ni kutuma ninene, alafu nifundike Biblia niende zangu. Amen. So wewe jaribu kukaa vile Mungu anataka. Maana hata ukienda sirini tende dhambi, hauna bahati. Siku za mwezi ni ngapi? 40. Ni 40. Kile jamaa alikuwa na akina Joshua Akani. Mara ya kwanza hakuonekana. Alitembea mpaka akafika Jordan, ndio wataka kuvuka, wanaambiwa mwezi vita hapo. Kwa maana mna dhambi nyinyi. Mungu hakuwa na shida. Alimpea masiku nyingi sana Akani, na alikuwa katikati ya watu. Na Mungu akiamuka sasa atake Akani, anakupanga na watu wake wote. Amen. Amen. So it must be very serious. Mwaka huu tuangalie ni wapi tumeweka mambaya kwa Mungu, tuondoe. Ni wapi ambao hatuendi vizuri, tuondoe. Ndio Yesu atembee na sisi. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Mwanielewa lakini? Yes. Unabarikiwa? Yes. Mpe Yesu sadaka makofi. Amen. Ndio hapo chini tusikie. Lazima faith iwe na action, watu wa Mungu. Endelea. Vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Lakini mtu imani iko na uhai. Ndio nilikuwa naambia ni kama ni roho. Unasikia? Ni kama roho. Imani ni kitu kinaishi, iko na uhai. Na uhai wa imani matendo. So tumeambiwa imani isipokuwa matendo imekufa nafsini mwake. Amen. Amen. Itakuwa ni imani, lakini hata leo wende mmoja aliwaambia waseme nataka shamba yangu ilimwe, na watu wamoja wakwambia nimekupea wote hapa wamelala huko na mkalime, wamekufa. Hiyo ndio imani imekufa. Hata iwe mingi aje haifanyi kazi. Amen. And the Lord is telling us imani usimamisha na matendo. Character itajengwa na matendo mema. Lazima nitende matendo mema ndio imani yangu iwe sawa. Iwe sawa, si ndio? Praise the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba Mungu atie nguvu watu wa Mungu. Amen. Kila mmoja back to Christ is here. Yesu akusaidie utembee na imani kamilifu. Yesu akusaidie uone mwangaza wake. Amen. Kuna mambo ambao haujui yanazuilia imani. Yesu afunue. Amen. Amen. Ndiposa uweze. Hata kama sasa inafunuliwa, tunaambiwa mtu akifanya hivi, ukiwa hivi, ukiwa na wivu, ukiwa na uzinzi, ukiwa na Mungu atazuia imani. Lakini mambo yale ukiondoa, imani yako itapita mara moja bila kupingwa. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mungu anakujaga anaongea na sisi, alafu anatuacha. Anatuongelesha, anatuacha, anaenda. Sasa anakuachia nafasi, hakuna watchman atakuangalia, ni wewe mwenyewe na yale maneno uliambiwa ndio watchman. Yesu aliwaambia mimi sikwatangi watu, asihukumu, lakini nikishaana na mtu hata akufe, nitamwambia amuka na unimwekee nini? Hiyo kanda, asikilize. Au ulisikia haya ndio. Ulitenda hapana haya. Basi. Amen. Amen. So tukiomba, tuombe kulingana na mapenzi ya nani? Ya Mungu. The Bible says. Amen. Amen. Ya kwamba tukiomba sawa sawa mapenzi ya Mungu, tuko na uhakika ya kwamba yale tuombayo yamekuwa yetu.
na tutayapokea. Amen. Amina. Amen. Kwa hiyo ujasiri ule unaletwa na kutenda sawasawa na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Amina. Amen. Usiku wa leo nilikuwa nimeletewa ndoto, na ndoto hii ilikuwa ndoto inaifurahishi. Hii kulikuwa na sherehe Kasarani. Hii Kasarani ya hapa wiki. Amen. Amen. Kwa ile uwanja kubwa inatoka Moi, si ndio? Yes. Sasa watu walikuwa wanaona watu wako pale, na kulikuwa mashindano ya dawa za kulevya. Praise the Lord. Amen. Na kulikuwa na vijana wadogo ndio walikuwa wachezaji wa kushindana kufuta miandarati, na kule juu kulikuwa kumekaa waheshimiwa matajiri wakubwa wenye wamewaletea hizo madawa. So kulikuwa na competition. Sagini Mungu fanya mambo kutoka cheka. Unaona watu wengine wanakaa wajinga, hawana shati, wananusa, wengine wanakula na mdomo, wengine wanajidunga sindano, wengine wanajipaka uchafu ambao ukai uchafu. Na wote walikuwa ni youth, vijana wadogo mpaka wa primary. They were there. Praise the Lord. Nilisikia mtu akisema juzi akisema ya kwamba mwaka ndio watu wafika mwaka. Akasema maana sasa madawa za kulevya zimekuwa mingi sana katika nchi. Wale ambao wanaleta kuuza. Alisema sasa watakuwa wanapigwa faini, watanyongwa. Nikasema amen. Amen. Anajisemeni amen. Amen. Hiyo ni ndogo. Amen. Hiyo ni ndogo kabisa. Amen. Amen. Maana you can imagine kilo moja ya cocaine ni zaidi ya $2 million. Uniambie sasa hiyo ni pesa ngapi? Kilo moja tu 1 kg, kauzitoka kilo moja. Ndio maana watu umeza. Amebe na tumbo. Itolewe mbele. Ndio tajirike. Lakini tajiri wa mashetani, tajiri wa vita, watoto kuharibiwa na hizo madawa. Amen. Wanavuta mpaka wasichana madawa. Amen. Sasa unashangaa unasikia hii Jomo Kenyatta hapa ndio kiwanja ile dunia mzima inapitishiwa madawa za kulevya. Watu wa Brazil wanapitishia hapo waende wakauze London. Yule alishikwa 3 months ago. Alikuwa ametoka Brazil akapitia Jomo Kenyatta. Ati hapo amepita vile sisi kabla sijaonyesha, amepita ndio huyo hajakaguliwa. Sasa ameenda. Lakini alifika London tu kwa kiwanja. Maaskari wako akamnasa. Kwa pingu. Ametoka Kenya. Amepitia JKIA. Sasa unashindwa. Hata mmoja alikuwa JKIA Kenya na hiyo vitu haikuonekana. Fisadi. Kumbe kuna watu wako huko wale wanakagua vitu walimpitisha. Amen. Amen. Maisha hii njia ya ufisadi. Haleluya. Amen. Kila mtu Kenya ni kama mwizi. Si wachungaji, si nani. Unashinda sasa nani ambaye atakuwa mtu wa maana. And then tunasema Mungu kuja. Hata ituinue imani. Imani iwezi inuka wakati kila mtu mfisadi. Haiwezekani. Amen. Amen. There must be truthfulness in the nation. Amen. Amen. Maandiko yanasema ya kwamba nchi ikosa ushauri itaangamia. Na wale washauri wamekuwa maumba ambao hawana meno. Na wambweki. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanasema ya kwamba walinzi wa Israeli ni maumba hawana meno, hawambweki. Hawezi kumbweka. Nao ndio walinzi wachungaji sasa.
Leo wamejaa makanisani wakiwa na mafuta ya kuanza mwaka, Sunday ya kwanza. Wako na ile kitambaa za kuanza mwaka. Sunday ya kwanza lazima upande usimamishe mbele. Hii Biblia inaandika kitu kama hicho. Amen. Amen. Vituko makanisani. That's why there's no spirit in the nation. Mambo ya roho hamna. Hallelujah. Sasa injili yaonekana na mambaki wachache wa Yesu. The remnants. Maana wachungaji waliua neno. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Watu wanaenda kwa wachungaji. Mchungaji, biashara yangu imekwisha. Na huyo mtu biashara imeisha ni malaya. Hapo unataka kumwambia nini? Aache nini? Aache usharati. Hiyo biashara isimame. Lakini unasikia akiambiwa weka ngiri 10 simamisha dhambi. Dhambi haitaondoa usharati. Amen. Watoto wa Eli walitenda dhambi ya usharati. Amen. Na Mungu akasema ya kwamba dhambi haiwezi kuondoa hiyo. Ama sadaka. Hello. Ndoa mingi zinavunjika because of prostitution. Na watu wanaambiwa weka ngiri 5 hapa. Amen. Amen. Na wao wanaowaambia ni mawakala wa mashetani, ni wenye dhambi kuliko wao. Mungu alisema ya kwamba Yesu alisema hao watu wanapatanga mtu kwa afadhali. Wakimweka mikononi anakuwa mbaya zaidi kuliko vile alikuwa. Wanajaribu mara ngapi? 2. So Mungu anasema ya kwamba kuna dhambi ambayo dhambi na sadaka haiwezi kufanya nini? Haiwezi kuondoa. Amen. Amen. Nyota hizo zinatoka nyota za uongo. Haiwezi rudi kama ingekuwa ni ukweli palipo kukiwa na dhambi. Itaenda kabisa, inasonga kabisa. Itaambiwa nyota kuja, iseme siwezi kuja, ni kuja wapi? Iende mbele kabisa. Maana yule wakara. Amen. Wa shetani. Anayerudisha, anayerudishiwa ni wa jehanamu. Na anakwenda wa jehanamu mara ngapi? Mara 2. So kama ameingia akiwa hapa, atasonga pale kwa barabara. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. What the Lord wants is obedience. Righteousness is second to godliness. Wakati watu hawaendi kwa usafi, Mungu hazionekana. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watoto, Bwana Yesu asifiwe. Watoto, Bwana Yesu asifiwe. Watoto, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sawa. Nani ako karibu na wewe hapo? Amke. Mwambie shetani yako hapo. Mwambie aje hivyo. Wewe. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Amen. Hata wameamka. Wameamka, walikuwa wamezama. Praise the Lord. So nasema ya kwamba wakati ambapo Yesu anaongea nasi kanisa, tuelewe ya kwamba there is no shortcut in faith. Ukianza ni mwaka wa imani, ndio mwaka mgumu kuliko wengine yote. Kisema ya kwamba ni kama mteremko. Sasa tumeambia ni imani tu. Imani uko nayo. Pima imani yako. Amen. Amen. Pigani imani. Amen. Amen. Yes, ni mwaka mgumu kwa sababu ni imani. Na imani watu hamna. Hallelujah. Imani yatakiwa ijengwe sawa sawa. So anza kuelewa ni mwaka wa imani, lazima nijenge imani kwa Yesu. Misingi ya imani, matendo ya imani, tabia ya imani, and then milango yote inafunguka.
ambao niwapee mtihani this week. Mjaribu kuonyesha upendo. Amen. Amen. Angalia ile karibu na muulize unachukia nani? Ukiwe. Na yeye Ibilisi anakuambia mwambie hakuna. Shetani anakuambia mwambie hakuna. Uliza kama unachukia nani? Unachukia nani? Kuna wengine adui mkubwa ni mke wake. Wengine adui mkubwa ni mume wake. Wengine hawezi kusema. Wachukia nani? Mtoto wa mwenzako. Amen. Amen. Praise the Lord. Wachukia nani? Jirani yako. Wachukia nani? Hati yako. Wachukia nani? Watu wanaishi na chuki hizo. And the Bible tells us, ukiwa na neno na mtu, enda mkasolve kwanza ili huduma kama huko tuna sadaka yako. That's Bible. Tukiambia tuishi kwa imani, imani ni kwa matendo ya maandiko. Hallelujah. Na mimi naomba imani ikuje huu mwaka. Amen. Naomba imani ikuje kwa kila mtu, ni muandae kabisa. Amen. Isikuachie nafasi. Ungeuka hivi unakumbuka nayo imani. Amen. Amen. Ukiangalia kushoto nayo imani itaipeleka wapi? Yesu alisema nitende tendo kama hili mkosee Mungu wangu, because he was walking in faith. Amen. 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 Andiko linasema namna gani watu wa Mungu? Imani huja. Hello? Imani huja kwa kusikia na kusikia. Kwanza hapo kusikia ni mara ngapi? Neno la Mungu. Watoto, imani huja. Kitabu gani? Warumi 10:17 inasema someni kwa sauti kubwa. Warumi 10:17, sauti kubwa. Warumi 10:17 inasema imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Mzeni wazazi, mumesikia wazazi? Umesikia wazazi? Kwa sauti, mmesikia wazazi? Waulizeni. Umesikia wazazi? Hiyo ndio yao haijaunganika. Kuna wengine hawajasikia, si ndio? So wasikie, kwa maana umewaambia kama watoto wao, imani huja kwa kusikia na kusikia. Kwa hivyo imani hiyo tunatafuta, matendo hayo ni kupitia kwa neno. Amen. Sawa sawa. Kupitia kwa neno. Kwa hivyo itakuja na njia nyingine. Ukiambia inua imani ni uinue matendo ya Mungu, neno la Mungu ndio utainua. Imeandikwaje? Yesu anaambiwa nifanye nini, anamuuliza imeandikwa nini? Ndio nene mbinguni nifanye nini, anamwambia imeandikwaje kwa chuo. Anasoma. Anaambiwa enda ukafanya kama ilivyoandikwa, si ndio? Kwa hivyo ni kwa sababu ya neno imani yetu itakuwa imekomaa. Amen. Amen. Tunaelewa? Yes. Lazima kila mtu akamilike. Amen. Akamilike. Kuna watu hawajai kuamini wanaweza penda wengine vile wanajipenda. Na wameokoka. Na waenda mbinguni. Na kuna wengine wanaona makosa wengine hawanangi. Hawananga wale lakini wao hawezi ona. Amen. Mtu ukifanyia kazi, why do I hate somebody? Kwa nini nachukianga huyu? Je, chuki ni Mungu? Hapana. Lazima niache. Amen. Amen. Kwa nini najiona kuwa mzuri kuliko mwingine? Na stahili kuona hivyo? Hapana. Amen. Amen. Mali wa kumbaya kuchukia ni mtu anayekufuru Mungu. Maana maandiko husema anayekufuru roho wa Mungu atasamehewa. Hata wewe usimsamehe mtu akufuru roho wa Mungu. Ama namna gani? Unaweza kuambia achana na Mungu tuabudu miungu. Hata wewe umeweka makofi, mbeleko jera.
Mungu atakutoa. Amen. Anayekwambia abudu miungu, huyu hata ni wakupigwa mateke na mangumi. So kuna mahali ipo ndio usamehe, lakini watu wa kawaida, huyo tu jirani yako msamehe. Amen. Hata kama atanini, msamehe, mwambie tu nimekusamehe. Amen. Mungu anatuambia mwanadamu kuomba, sameaneni nyinyi kwa nyinyi. Ukiwa na jambo na mtu msamehe. Ukitoa sadaka, samea mtu ndio toa sadaka yako kubarike. Amina. Amen. Tumeambiwa mtu aonyeshe nini? Aonyeshe imani isiyo na matendo, naye aonyeshe imani iko na matendo. Yenye matendo basi haiko. Maana iko wapi? Ina matendo ndio iko. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tujifundishe kujiangalia. Unaangalia how you are going, you are moving. Unatembea na Mungu, unatembea peke yako. Kuna vitu vingine umekubali, vingine umekataa. Kubali zote kama za Mungu. Ana zile ngumu, kubali. Na umwambie Bwana, hii ni ngumu lakini ni kwa sababu ni wewe, nitakubali. Amen. 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 Yule mtu alikaa, yule jamaa akinapita, alikaa usiku kucha hajaona samaki mtoni. Yesu anamwambia, enda tena hapo ulikulala. Ili jamaa angalia aseme tu kwa neno lako. Maana upande wake yeye haamini. Akamwambia, maana ni wewe umesema tu, nitaenda kwa sababu wewe ni wewe umenituma, mimi sijajituma. Nikakufanyia kazi. Alikuwa anaona itawezekana. Amen. Na yeye wewe mwenyewe ujipate hapo ungesema iwezekani, lakini uko hapo ukitaka samaki. Ukiona wa kwanza neti ya kwanza imejaa, imani itakomaa ukiendelea. Amen. Amen. Mara Peter alisema, mimi nililala huko lakini kwa neno lako hebu niende. Akaamini. Yule amesema si yule alikuwa usiku wa mto. Amen. Amen. Na kaenda kwa neno la Yesu. Kazi ikafanyika. Umeamini waliwaambia nao jiondoe, waambie Yesu kwa ajili yako. Nimeenda tena. Kwa ajili yako naomba tena. Kwa ajili ya injili ya siku ya leo Yesu naomba tena. Kwa ajili ya matendo yangu, matendo yako msalabani ninakuamini. Kwa ajili naombiliwa neno lako ninakuamini. And then you will see God working. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. 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 Tumsifu Yesu Kristo. Amina. 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 The truths of the Bible. Revealing the hidden truths of the Bible. Are you troubled? Asking many questions on what to believe. Pastors have turned churches into business houses, putting aside the true doctrine of Jesus Christ. This has made many souls to go to hell because of untold sins. Let us dig deep and read between the lines of the Bible as the Spirit leads us and save our souls. Ask questions and let us learn.